Habari ndugu mtazamaji wa Abdi TV Media, ninaitwa Obadia Ephraim Yakonia. Ninakuja kwako nikiwa na somo la kipekee sana, nikiwa pembezoni mwa mto utiririkao katika viwanja vya Njiro, na tunajifunza thamani ya maisha yako. Ndugu yangu, katika maisha unayoishi haukuumbwa kwa bahati mbaya. Mungu alipokuumba alikuumba kwa sababu, na sababu hiyo inachukulia mfano wa mto huu unaotiririka. Vyanzo vyake huanza mlimani vikiwa ni vidogo sana, lakini kadri linavyoendelea kutiririka na ndivyo inapokutana na mito mingine na zinaungana, zinatengeneza mto mkubwa kabisa. Na hivyo hivyo katika maisha yetu, tunaanzia katika uhai ambao pumzi iliyopumziwa kwetu kutoka kwa Mungu, nayo inatiririka taratibu ikiingia kwetu, nayo ikishaingia kwetu, maisha yetu sasa, jinsi tunavyoishi ndivyo yanavyoonyesha thamani ya sisi kuwepo au thamani ya sisi kutokuwepo. Lakini kumbuka, kila mtu anayo thamani katika maisha haya. Biblia inasemaje katika kitabu kile cha Zaburi 139 na ile fungu la 14? Inasema, nitakusifuni kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mtunzi wa Zaburi anakiri hilo, ya kwamba anatambua ya kwamba ameumbwa kwa namna ya ajabu sana na si ya kufikirika kwa kawaida. Na hivyo hivyo wewe unayenitazama umeumbwa kwa namna ya kipekee na ya ajabu sana. Usijishushe viwango wala usijilinganishe na watu wengine, maana unayo thamani ya kipekee ambayo kuna kitu Mungu aliweka ndani yako, hakuna kwa mwingine yeyote, na kuna kitu unatakiwa kufanya hatafanya mwingine yeyote. Kama mto, maisha yako alianza kutoka kwa Mungu. Kila mtu amepokea kipawa, talanta na uwezo na nafasi ya kipekee kabisa ya kufanya mambo. Usijilinganishe na wengine. Maji ya mto hayajawahi kujilinganisha, na kama umegundua, kila mto unajua njia yake ya kupita, na hivyo hivyo tambua njia zako za kupita. Usitake kuishi maisha ya mtu fulani, ishi maisha yako, na hapo ndipo utatambua thamani ya wewe kuwepo. Lakini kama utachukua muda mwingi kuishi maisha ya mtu mwingine, ni vigumu sana kuja kutambua thamani ya maisha yako, kwa sababu utakuwa unaishi thamani ya mtu mwingine, na siku zote hautakaa utoshe, hautakaa ufiti, Waingereza wanasema. Kwa hiyo hakikisha unaishi na kutembea katika njia zilizo za kwako. Ellen G. White, mwandishi maarufu sana wa vitabu vingi vilivyogawanyika katika nyanja nyingi: kiroho, kiafya, kimwili, kiakili, anaandika katika kile kitabu chake cha Education, ukurasa wa 263, akisema, kila mtu amewekea nafasi ya kufanya kazi ya kipekee kwa Mungu. Hakuna mtu mwingine anayeweza kuchukua nafasi yako. Analikazia hilo, hakuna anayeweza kuchukua nafasi yako. Ndiyo, changamoto za maisha zinaweza zikatokea, ni kama mawe yanavyozuia maji kutiririka. Lakini umewahi jiuliza ya kwamba hata siku moja maji yalikuta kizuizi yakasimama? Hapana, yanaendelea kutiririka. Hivyo nasi katika maisha yetu tunatakiwa kuendelea mbele, hata kama tunakutana na changamoto za namna gani, lazima tuendelee kusonga mbele kama maji yanavyofanya. Huwa yanatumia njia nzuri sana, yale yanayotangulia huwa yakitafuta njia pembeni na kupita, lakini yanayokuja baadaye, maana yale yaliyopita pembeni yameandaa njia kwa ajili ya yale yanayokuja. Na hivyo basi, wewe mtangulizi wa watu walioko nyuma yako, na wewe ndio unatakiwa kuwatengenezea watu njia ili wanapokuja wapite kiurahisi. Ndio maana maji yakikutana na kizuizi yatazunguka hilo jiwe na kutafuta njia mbadala. Lakini mwisho wa siku, angalia, maji pale yanapoongezeka huwa yanapita aidha juu au kuliondoa hilo jabali. Na vivyo hivyo katika maisha yetu, wewe ni mtangulizi wa watu walioko nyuma yako, na hivyo basi unatakiwa kutengeneza njia ili wanaokuja wapite kirahisi kama maji yanavyofanya. Hakika wewe ni wa thamani. Mwisho, tambua thamani yako. Kama maji yanavyotiririka kutoka katika chanzo, na ndivyo ambavyo ni baraka inavyotiririka kutoka kwa Mungu kupitia kwetu kuwafikia watu wengine. Endelea kutiririka katika maisha ya watu, ukiwabariki, ukiwatanguliza na kufikiria mahitaji yao, na katika kipawa ulichopewa kitumie hicho kuwafikia. Mungu akubariki sana.